Nimekaa hivi nikakumbuka utafuta kazi hii Nairobi na ndio upate kazi ambayo ni ya ukweli sio rahisi. Back in 2018 2019 nikaachanga job place nilikuwa nafanya. Sawa. Nikasema mimi saizi nasikia nimechoka. Mimi naachanga job hata sinanga mpango. Like mali akili yangu na mwili yangu na kila kitu imechokea, hapo ndio nakuanga nimefika mwisho. Naachanga hivyo na sinanga plan. Very bad idea. Usijaribu. Utateseka nani, utateseka. Don't try that at home. So hiyo time mimi nikaachanga job. Nikakanga nyumbani karibu around mwezi moja na kitu. Alafu nikasema saizi nasikia ni kama nimerelax, mwili yangu iko poa. Let me start again looking for a new job. Nikaanza kutafuta job. Kwa Facebook nikaanzanga kuona na nikakumbuka kuna watu walikuwa wananiambiaga umesikia job fulani kwa Facebook. But mimi nilikuwa naona inaka jokes, surely una advertise kazi kwa Facebook. But nikasema acha nijaribu. Nikaingia Facebook, nikaona mtu ameadvertise job. Na anasema ni supermarket attendant. Na juu nilikuanga na experience ya supermarket, nishawaifanya kazi kwa supermarket before. Mimi nimeteseka hii Nairobi. Siku yenye nitaomoka muniache kwa amani. I have suffered. Sijui ni nini sijawaifanya. Anyway, mimi nika-apply hiyo job ya supermarket. Kitambo CV yangu ilikuwa tu iko line hivi. Nikiona tu job yenye naona hii ni kitu yenye naweza fanya na apply. Akatumanga email, mimi nika-apply hiyo job. Kidogo akani text kwa simu. Akaniambia siku fulani ndio interview zitakuwa. Mimi nikaona hii inapita. Kwani sasa kufanya kwa supermarket ni kazi ngumu. Kwa supermarket before nilikuwa nafanyanga kwa deli, ile section ya food, nilikuwa pia nafanya section ya hot beverages, na pia nilikuwa nafanyanga kwa cash desk na pia kwa reception. So hakuna venye ninge hata hiyo job ya supermarket, hakuna. Sawa. So nikasema hii nayo nitapata. Mimi nayo mpaka siku ya interview. Na wacha nikwambie nilikuwa nimesota. Siko na mbele wala nyuma. I was regretting my actions za kuacha kazi ovyo kiholela. So siku ya interview ikafika. Nilikuwa na I think 140 hivi. Na unajua fare ya kutoka mahali naishi mpaka Tao asubuhi kabisa kitambo ilikuanga 80 bob. Siku hizi naonanga inafika ngadi, so nikachukuanga 140 yangu nikapanda gari mpaka Nairobi. Wacha kwanza nikwambie vile hii job nilionanga kama ni legit. Hii job mimi kazi zote za River Road kwenda huko chini sitakagi hata iadvertisiwe na nani, unless ni place yenye najua personally na najua hii place huwa ina exist. River Road kwenda huko mimi uniambie tu Tomboya kurudi chini siwezi jaribu. Ati unaniambia sijui ofisi yenu iko wapi huko. Hiyo ni scam. So huyu mtu alikuwa amewekanga ofisi yao iko Kenyatta Avenue Pioneer Building. Haya, mimi nikafikanga nikaona kwanza vile nilionanga hiyo Kenyatta Avenue Pioneer Building, nikasema hii lazima iko, hii ni legit. Nairobi ya juu hakunanga scammers. Mimi mpaka Kenyatta Avenue Pioneer Building, sijui ilikuanga ni 7th floor ama ni floor gani, sikumbuki vizuri. Kufika huko, oh my good lord, kumbuka nimekwambia nilikuwa na 140. Tunaingia hivi place yenye interview inafaa kukua, tuko wengi, tunapata plastic chairs zimepangwa hivi, karum kamepangwa ma plastic chairs. Mimi niko like hata kani interview mimi sijaenda interview yenye iko na watu wanaka, but nikasema ni sawa tu. Kukaa kidogo mtu akaingianga akaanza kutuonesha products, akatuambia tunafaa tuuze hizo products. AIM Global ati tunafaa tu register, watupe products, tuanze kuuza hizo products, tutapata profit. Na ukumbuke akiadvertise kazi walikuwa wamesema ni nini? Kazi walikuwa wamesema ni supermarket attendant. Yaani nilikuwa nasikia nimejam. Na kwa nyumba hadi kasukari kapota sikukuwa nayo. Nimechukua 140 yangu, nikalipa fare mpaka ya town. Hata sijui vile nitarudi. Unasikia? Hata sijui vile nitarudi, but nimerisk tu. Niende nione hiyo kazi kama itaingiana. Juu job ikiingiana, fare. Msichana alinikasirisha. Kwanza alikuwa ni msichana mwingine huyo mwenye alikuwa ana contact hiyo kitu ya kutuambia ati vile tunafaa tuuze products, alafu tutapata profit. Na tujama twingine hapo tufupi tumevaa suti wanakati sasa wameng'ara. Na ninakuona tu na mashida zako. Yaani nilisikianga nimejam msee. Nyinyi AIM Global mahali mko, mwe hakili. Mkuwe na akili nyinyi.
Nilisikia mmenijamisha sana. Unaweza nidanganyaje ati unakuja kuniambia uko na job yenye mimi naona mimi naweza fanya hiyo job, alafu nikifika huko unaanza kuniambia habari hazina mbele wala nyuma. Unajua mimi sikungojanga hiyo kitu ishe. Singengoja ishe. Kwanza nilikuwa nasikia nikaa nataka kulipuka. Nikasema acha mimi niende home, nikateremka. Kufika kwa stairs hivi hata sikuwa na, in fact sikuteremka na lift. Nikaanza kushuka hizi stairs, nikasikia hapana, wacha kwanza nirudi, niambie huyo msichana mwenye aliniita hiyo interview alinikosea. Nikarudi, nikaambia huyo mtu mwenye alikuwa kwa mlango nitie huyo msichana. Nitie huyo msichana. Akakuja. Nikamwambia unajua kenye umefanya umekosea sana. Si nikichat na wewe ulikuwa unaniambia hii kazi ni ya supermarket. Unajua umenikosea sana juu hata nilikuwa na 140 mbele na nyuma. Saizi hata sijui vile nafaa kwenda home. Umenikosea sana na umenikasirisha. Ati Aki akaanza kufanya hivi mikono, Aki pole. I am sorry. Nikamwambia next time uongee ukweli. Ndio mwenye anataka kukuja atakuja. Mwenye hata kikuja hatakuja. Juu ningeona hapo wamesema ni mastori za AIM Global, singeenda. Ningechukua 140 yangu, ninunue sukari at least nikunywe strungi. Which is very bad. Na hiyo tabia imagine saizi bado wanaifanya. Hiyo tabia mpaka saizi wanaifanya. Mali popote kwenye utasikia kazi yenye unaambia ati kuja uuze product utapata profit. Cancel. Cancel. Mahali popote unaambia ati sijui kuja alafu ulete marafiki zako, alafu marafiki zako walete marafiki zao. Usijaribu hiyo ujinga. Some of these things we go through so that you don't go through them. AIM Global hamkufanya poa. Hiyo kenye mlinifanyia hamkufanya poa. Mlinikosea sana. Sikufurahia.